Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil arabi wal ajam Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ndugu yangu, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo tumekusudia kukuletea darasa moja kwa moja na uzungumzia maajabu na miujiza yaliyowekwa ndani ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ina faida gani? Ina miujiza gani? Leo ndo tunakusudia kuzungumzia maajabu na miujiza mbalimbali iliyowekwa katika Bismillahirrahmanirrahim. Ninapokuambia miujiza au maajabu, maana yake ni kwamba Bismillah ina maajabu makubwa sana, lakini pale utakapojua namna ya kuitumia. Kusoma ni kitu kingine na kujua kuitumia ni kitu kingine. Sasa leo najaribu kukuelekeza au tunajaribu kukuelekeza wewe namna ya kuweza kuitumia Bismillah katika mambo mbalimbali. Jambo la kwanza katika faida ya Bismillahirrahmanirrahim. Leo kuna mtu unaweza kumkuta amepata maradhi ya uchizi, amekuwa chizi kwa maana amechanganyikiwa. Lakini kuchanganyikiwa huku tunapozungumzia ni kuchanganyikiwa kwa sababu ya mashetani. Sasa mtu ana matatizo ya mashetani, shetani likamvaa likamsababisha aonekane kuwa ni chizi au akawa chizi kwa sababu ya matatizo ya kishetani. Kwa hivyo mtu anapokuwa na hali ya namna hiyo, msomee Bismillahirrahmanirrahim kwenye sikio lake mara 41. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Soma hivyo ufikie idadi ya mara 41. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yule mtu akili yake itarudi na atakuwa sawa. Hiyo ni maajabu ya kwanza ya Bismillahirrahmanirrahim. Lakini si hivyo peke yake tu. Bismillahirrahmanirrahim ina mambo mengi sana, mengi sana. Na bahati nzuri leo pia vile vile tutafungua maneno ya wanawachuoni, mashehe mbalimbali waliotuelezea katika vitabu mbalimbali. Ikiwemo tuna kitabu kinaitwa Nailul Matalibi. Kwa hivyo tutaangalia baadhi ya mambo ya msingi ya faida mbalimbali katika jamii ya Kiislamu, na hata wale wasiokuwa Waislamu watakotaka kujifunza matukufu mengi yaliyokuwa ndani ya dini ya Kiislamu. Kwa hivyo tukiangalia faida ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ni pia ukisoma unapata utisho. Yuko mtu ambaye kawaida yake anadharaulika tu. Kazini unadharaulika. Wewe watu ni wakukudharau tu. Kuheshimika uheshimiki. Unataka uheshimike, basi tumia Bismillahirrahmanirrahim. Nasema man dawama ala qiraati Bismillahirrahmanirrahim, mwenye kudumu kuisoma Bismillahirrahmanirrahim kwa idadi ya mara 150 kila yaumin sabahan wa masaa, kila siku asubuhi na jioni, ruziqal haiba, ataruzukiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa na utisho, haiba. Tena kwa walimwengu, yani wote kwa ni mtu wa haiba. Ukifika sehemu heshima lazima upate, watu watakuheshimu. Popote utakapokuwepo, awe Muislamu atakuheshimu, asiwe Muislamu atakuheshimu pale utakaposoma Bismillahirrahmanirrahim na ukadumu nayo 150 asubuhi, 150 jioni. Fanya hivyo ndugu yangu. Lakini pia waman qaraa albasmala, mwenye kuisoma Bismillahirrahmanirrahim kwa idadi ya mara 786 kwa muda wa siku 7 mutawalia zinazofuatana. Maana usiache siku hata moja. Ukianza ile siku 7, maana siku zote usome. Tena ala niyatin, juu ya nia yoyote, au amrin kana, au jambo lolote liwalo. Kisha baada ya hapo katika jambo lako hilo kwanza, aidha kuvuta kheri au kuondosha shari, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujibu dua yako, haja yako itakidhiwa insha Allah. Hiyo ni Bismillahirrahmanirrahim. Bado tuko kwenye Bismillahirrahmanirrahim. Usije ukakaa wewe ukaidharau Bismillah eti kwa sababu unaona ni nyepesi kusomeka kwake. Au mtu ukamuita nyumbani kwako kusomea dua, akakusomea dua tu la Bismillahirrahmanirrahim, akaanza kusema Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kisha akasoma akaondoka zake, ukaanza kusema yule bwana mimi simuelewi, kanisomea dua eti Bismillah, ukaidharau. Hapana, Bismillah ni dua kubwa na ina siri kubwa sana. Kwa hivyo leo nakupa baadhi tu kwa uchache maajabu na miujiza na siri za Bismillahirrahmanirrahim. Lakini Bismillahirrahmanirrahim
Ukisoma mara 21 usiku, kwanza hauwezi kuibiwa usiku huo, hilo la kwanza. La pili, huwezi kupata matatizo ndani ya usiku huo, hilo ni la pili. La tatu, ninachokueleza, akija mchawi wako anayekuangia, yule mtu anayekutesa wewe kwa kukuloga, utamuona usingizini, utamuona na utamjua, na ukiamka na utamkumbuka. Hiyo ni bismillahi rahmani rahim. Kwa hiyo moja katika maajabu ya bismillahi, wewe unataka kumjua mwanga wako, basi soma hata mara 21 wakati wa kulala. Wakati unaposoma mara 21, lakini sharti lake, ukimaliza kusoma usizungumze na yoyote, wewe lala zako. Ukilala basi ndugu yangu, ule mwanga anayekuangia Mwenyezi Mungu atakuonyesha. Hiyo ni faida kubwa sana, tuitumie na utaona maajabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bado tuko hapo kwenye nini? Bismillahirrahmanirrahim. Bado tuko hapo. Niko na ndugu yangu Sheikh Jidda hapa. Lakini pia Bismillahirrahmanirrahim liidhlali dhalimi, kwa ajili ya mtu ambaye dhalimu, wewe inawezekana amekudhulumu. Sasa na wewe unataka kumwomba Mwenyezi Mungu amdhalilishe ule dhalim aliyekufanyia yale matatizo. Mfano, mtu kakushtaki kwa kukuonea kosa hujafanya, amekushtaki kwa sababu ya pesa zake, anakufikisha mpaka sehemu husika, eti analinga pesa zake. Wewe usibabaike na pesa zake, tumia bismillah ili aweze kupata adabu katika dunia. Adabu gani atakayoipata? Sikiliza vizuri. Bismillahirrahmanirrahim, wakati tayari pale umesimamishwa wewe ile sehemu ambayo unajua huyu dhalimu hapa anataka mimi kunidhalilisha, soma bismillah mara 50. Bismillahirrahmanirrahim. Kimya taratibu, kimya yani. Taratibu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mara 50. Alafu tulia kimya, wewe nyamaza zako. Basi yule mtu aliyekufanyia ubaya kwa wakati ule pale, ubaya wake ule atadhalilika pale. Kwa maana kwamba uongo wake utajulikana na fitina zake zitaonekana, wewe haki yako utapata pasi na shaka. Hiyo ni Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bado tuko hapo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha qara'ta albasmala ala ay waj'in kana, ukisoma bismillahirrahmanirrahim katika maumivu yoyote yale uliokuwa nayo, maumivu ya kichwa, maumivu ya mgongo, maumivu ya mguu, soma mara 100. Mara 100 unashika ile sehemu mara 100 tena kwa muda wa siku 3, zalal waj'u biidhnillahi ta'ala, maumivu yataondoka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bado tuko hapo kwenye Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Lakini pia bismillah inafanya kazi kwa ajili ya mambo ya mahaba, kupendwa. Wewe unaishi na mumeo ndani ya nyumba, ugomvi umekuwa ni mkubwa, mume haeleweki, anakuchukia basi na sababu. Unaishi na mkeo ndani ya nyumba, mkeo haeleweki, haeleweki, hakuelewi. Unaishi na watu hawakuelewi, wanakuchukia bila sababu. Sio mke tu na mume peke yake, hata baadhi ya watu wanakuchukia basi pesa na sababu. Tumia Bismillahirrahmanirrahim. Unatumiaje? Fanya hivi. Soma bismillah kwa idadi ya mara 786 katika chombo cha maji, chombo chenye maji. Kisha baada ya kusomea unatia nia, ya Rabbi, nataka atakayekunywa maji haya mimi fulani bin fulani anipende na anifurahie. Kisha baada hapo yale maji mpe anywe yule unayemkusudia. Basi ndugu yangu, upendo utakuwa mzuri ndani ya nyumba, ugomvi utaondoka. Hata kama watoto pia wanagombana, familia hawaelewani, wafanyia hivyo pia. Familia zingine zimelogwa, hazipatani, hazielewani, ukifanyia namna hiyo, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakuwa umesuluhisha ule ugomvi kwa namna moja ama nyingine. Lakini Bismillahirrahmanirrahim, bado tuko hapo kwenye bismillah. Bismillah lilhifdhi kwa ajili ya kuhifadhi na una utambuzi wa akili. Wa man talaha albasmala, mwenye kuisoma bismillah ala ma'in, katika maji, kwa idadi ya mara 786. Kisha washariba minhu balidul fahmi, akanywa mtu ambaye ufahamu wake sio mzuri, ni ana ufahamu mbovu kabisa.
tena anakunywa inda tulu'i shamsi, ili asubuhi wakati jua linapochomoza kwa muda wa siku 7, basi ule upumbavu wake, yani ile akili yake mbovu itakuwa ni yenye kuondoka. Atakuwa anahifadhi kila kitu katika masomo yake. Kama mtoto ukimfanyia hivyo, akili yake itakuwa nzuri katika kukamata masomo insha Allah. Lakini kuna mtihani katika dunia, liman la yaishu auladuha. Kama kuna mama ambaye yeye ana mtihani, kila akizaa mtoto anakufa. Aidha mtoto mwingine anafia tumboni, aidha mwingine mtoto tu amezaliwa siku 2 siku 3 mtoto anakufa. Yani yeye kila mtoto atekezaa mtoto anakufa, au muda mwingine mtoto ule anafia tumboni. Kama una tatizo la namna hiyo, chukua faida hii ndugu yangu, hebu itumie Bismillahirrahmanirrahim kwa idadi ya mara 61. Basi wewe tatizo hilo la kufiwa na watoto mara kwa mara, tatizo hilo la watoto wako mimba kuharibika tumboni, litakuwa ni lenye kuondoka pale utakapoitumia bismillah kwa idadi ya mara 61. Lakini pia inawezekana wewe ni mkulima, umelima shamba lako, lakini ndani ya ukulima wako watu wanalichezea shamba hilo, watu wanaliwangia shamba. Leo kuna baadhi ya watu wanafanya kazi ya kulima, Sheikh Jidda, mtu analima, lakini kuna wengine kazi yao kwenda kubukura wale mashamba, vitu vya watu wanachukua wao kichawi. Sasa shamba lako kulitia kinga, lipate baraka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hebu itumie bismillah kwa idadi ya mara 101. Kisha baada ya kuitumia hivyo, shamba lako litakuwa na baraka na haliwezi kuchezewa tena katika mazingira ya kishirikina. Hiyo ni Bismillahirrahmanirrahim. Lakini pia Bismillahirrahmanirrahim inafanya kazi katika uvuvi. Wala wanaovua samaki, alhamdulillah, fanya kazi sana. Kama ikiandikwa katika ubao fulani, fanya kazi kubwa. Lakini Bismillahirrahmanirrahim pia vile vile ina majina matatu ndani yake. Haya majina mengine nitayachambua siku nyingine katika darasa lingine, nikipata wakati na muda na uwezo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akinijalia kuwa hai, basi tutachambua upande wa faida za majina. Lakini miongoni katika majina bismillah, Rahim, lile jina Rahim, Allahu Akbar, Rahim, jina hili kwa idadi ya mara 190, kwa idadi ya mara 190, sawa, lina faida kubwa, lina siri kubwa sana. Hata kama mtu amekusudia kukufanyia jambo baya, kukuangamiza, kukutoa katika dunia. Kwa hivyo hili tutalichambua pale tutakapoingia katika kuchambua majina ya majina ya majina yaliyokuwa ndani ya Bismillahirrahmanirrahim. Kwa hivyo bado tuko hapa kwenye Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ina faida nyingi na ina faida kubwa sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tunachoshawishi kwamba wewe ujitahidi kuitumia bismillah, usiache kuitumia Bismillahirrahmanirrahim. Una mambo yako, una masala mbalimbali, soma bismillah. Bismillah ina siri kubwa. Kwa hivyo hii ni sehemu ya kwanza ya faida za Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akijalia, baada ya muda kadhaa tutaingia katika sehemu ya pili ya kuelezea faida za Bismillahirrahmanirrahim. Lakini pia yawezekana una maoni, wewe una maswali mbalimbali unakusudia kuuliza, utatupigia simu kwa namba zetu hizi zifuatazo: 0716 44 77 27 au 0762 66 4094. Wale mliokuwa nje ya nchi huko, ukitaka kupiga anza na kodi namba kwa maana +255 716 447727. Utafanya hivyo hata katika namba nyingine. Kwa hivyo moja kwa moja mambo mazuri yatakuwa ni yenye kupatikana. Darasa hili maana yake ni sehemu ya kwanza ya kutaja miujiza na maajabu na siri za Bismillahirrahmanirrahim. Tuwe pamoja katika sehemu ya pili ya maajabu na faida za Bismillahirrahmanirrahim. Ni mimi hapa siku ya leo, nilikuwa na sahiba wangu, ndugu yangu, shekhe mkubwa kabisa, Sheikh Jidda. Kwa hivyo alhamdulillah, Sheikh Jidda, alhamdulillah tuko pamoja. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akipenda tutajumuika pamoja katika darasa litakalofuatia inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.